Wajiri wakisema I campaigned, I did. Now you are doing this to me. It is not him. Mwenye amepiga Wajiri aende abiwe ni brother ya Badi. Yule alikuwa mkubwa ya Nairobi. Yule alitoa Songo. Brother yake ndio MD hapa kwa Railway. Na aliwekwa hapo strategically because ya ile agenda ya Waislamu. Hapa wanataka kujenga kitu inaitwa Railway City. Hii ni pati ya Railway City yote, hata hii manyumba zote ni Railway City. So lazima watu wadolewe ndio city ifanye nini? Iwekwe. Na ni ile strategy niliwaambia nini? Na hiyo ndio unaona Gekoba wamekuja wakingoa. Si wamengoa Gekoba? Yote wamengoa. Mkienda biguni kwa sababu nyinyi mnalalaka biguni, wanakuja usiku wanachoma. Sasa mkiwa biguni wanachoma na wana fence. Na wamekamilisha pande hiyo, sasa wanakamilisha upande gani? Pande hii nyingine. Choka Waruinge. Ni ajenda kubwa. Si it is, namwambia Wajiri. Si Ruto. Ruto hata ajui. Wakipanga mpango ya Benihin, Wajiri walikuwa kwa kamiti, Ng'ang'a alikuwa kwa kamiti. Huyu Ng'ang'a sasa ameanza kupiga makelele pia, na yeye ameambiwa ngoe hiyo kitu yake. Sijui kama ni kiosiki, ameambiwa ngoe. Na amewekewa bill na watu wa KRA, wamemwekea 253 million bill. Hiyo alipe kwanza ndio wakae chini waongee. Kai. Na ndio Kenya One. Hiyo maneno yamekuwa gumu. Sasa kwa hivyo kuna kaajenda kako. Na ukumbuke EACC, mkubwa EACC ni nani? Ni pastor mwenzake. Anaitwa Ogide. Na ndio amepatia Ng'ang'a bill ya hii atoka hapa. So si unaona, it is a wider game. Heaven has been closed. And it will be closed for almost all Christians, including us. Ndio nilikwambia it will be a near rapture. Ukiangalia venye itakuwa moto, I'm telling you my friend, it will be all over the world. Si unaona juzi nilikawaambia hapa nikawaambia the same day niliwaambia wale watu walikuwa wamejificha wa shetani watajitokeza wasiwasi. Wale walikuwa ni mapasta, ni mabishop, ni mafadha, wote ambao wamekuwa kijifanya huko watajitokeza wasiwasi, wawaambie ni sisi. Sijuzi mumeona Pope amesema watakaa chini na watu wa Freemason ndio watengeneze mikataba misuri. Si Pope alisema? Si Pope alisema? Mliona kwa mitandao? Yes, hiyo ndio kujitokeza. Hata hapa Kenya magay watajitokeza wasema mimi ni gay. Mtadu? Halo? Watajitokeza na watasema life. Na kuna mapasta wawili wa Kikuyu. Wagapi? Wawili wa Kikuyu wanapigana. Huyu anapiga huyu. Maana huyu amechukua kiti yake ya LGBTQ. Na yeye ndiye alikuwa ameshikilia LGBTQ. Kwa sababu ameshindwa kulete watu kwa LGBTQ. Sasa LGBTQ imepatia nani? Mtu mwingine. Pastor mwingine. Na huyo pastor ni kama amechukua watu wake wote. Bwana Yesu asifiwe sana. So wamelimana na very soon watalipuana into the public. Kila watatu, huyu atasema wewe unafanya na huyu aseme wewe unafanya. When your heavens are closed, wakati bingu yako imefungwa, unajaribu kufanya kila kitu lakini bingu imefungwa. Unajaribu kuenda kwa maombi Katoroni, Heaven's Gate, wapi, but there is nothing is working. Bingu imefungika. Unaiba lakini bingu imefanya nini? Imefungika. Uko kanisani, bingu imefungwa. Umevaa nguo za white na viatu za white, bingu haikusikii. What happens? Ni nini inasababisha? Unajikuta bingu imekukataa, haikusikilizi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. There is something. Kuna jambo ambalo limefanyika katika maisha yako. Ndio bingu ifungike. Kuna kitu kilifanyika ambacho si cha kawaida. Na hicho kitu ambacho si cha kawaida ndio kimekusababishia matatizo unayoyapitia sasa. Hadi wakati bingu itafunguka. Maana hakuna kitu unaweza kupata kwa maisha yako kama bingu imefungwa. Bingu ikifungwa mpaka nyumba yako ni yako wewe mwenyewe umejenga, lakini unakuta
inafugwa na kufuli na neighbor. Ukiuliza ni nini, neighbor anasema nilikuwa nimeconfuse, ni hii nyumba nyingine nilikuwa nataka kufuga. Kwa sababu utakuta kila kitu is working against you. Watoto wako wenyewe, they will work against you. Biashara, anything you start, hata mdomo yako utakuta unajilaani badala ya baraka. Ukisema mimi naona tu heri nikufe. Ukisikia mtu anasema heri nikufe, ni kumaanisha bigu imefugwa. Sasa hata yeye ameona the whole system ya dunia imekuwa locked, so there is no hope that you have. Hapo ndio tunasemaga heri nifanya nini? Kafaige kuwa hadu haguturira thina uyu. Kafagai agejoya. Afadhali Mungu aniodoe. Yes, ni kwa nini? Kwa sababu bingu ambayo inafaa kukulisha, bingu ambayo inafaa kukupatia chakula, bingu ambayo inafaa kukufungulia milango, bingu ambayo inafaa kukupatia favor ishafungwa. Umefanya kila kitu kizuri, umeenda mpaka kwa maombi, umetubu dhambi mpaka zile hujui, mpaka zile ulikuwa napanga kufanya next week umezitubu kabla ufike huko, lakini nothing is working. Unakuta huyu Mungu is not talking, he is not communicating. Watu wamekuita kwenu na wewe ni muombezi, wewe ni wa kanisa kabisa katikati, lakini nasikia kijiji mzima inasema wewe ni devil worshiper. Kijiji mzima, watu wote mpaka family members wote wakikuona, unaona milango imefungwa na wameandika hapo kwa mlango, tumetoka kidogo tumeenda safari, lakini wako kwa nyumba ndio usiingie, na unasikia tu hizo ni chapati zinanyuka kwa nyumba. Kwa hivyo kama wametoka saa hii, lakini ukiangalia mlango haina kufuli, imefungwa na ndani. Kwa sababu ninanyimwa kibali cha kukupatia, ninanyimwa kibali cha wewe kupata chochote kutoka kwangu. Kwa nini? Bingu ambayo ilinipatia imetoa authority usipatiane. Hakuna kanisa hata moja ulikuwa umeona hata hapa umenihesabia masiku. Unasema kejikarage ukonyone kama ndo nimekwagera. Kwenda haraka toka. Eta hapa hakuna maneno itafungua mpaka bigu ifunguke. Uulize Mungu ni nini? Kwa nini bigu ilifungika? Why is my heaven closed? Because there is a reason. Bigu haiwezi kufungika bila reason. Kulifanyika kitu. There is something that happened. Kuna kitu ulifanya ndio bingu ikajifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bingu ikijifunga itachukua muda mrefu na muda mgumu sana kufunguka. Utachukua mwaka. Kuna huyu mzee aliomba nini? Mvua isinyeshe. Ni Elijah. Akaomba mvua ifanye nini? Isinyeshe. Lakini kuirudisha, kuomba, it was done within a second. Lakini kurudi kwa magoti, the same man, kurudi kwa magoti, maana aliambia Mungu funga bingu ya mvua. Na bingu ya mvua ikifungwa ni kumaanisha mifugo na mimea yote ilifungwa. Mvua ikifungwa, hakuna mimea itaendelea. Wewe mwenyewe utakuwa na kiu. Wewe mwenyewe hauta survive. Kwa hivyo Elijah aliambia Mungu, funga bingu sasa nishughulikie hawa watu. Haleluya. Na Mungu ni mwepesi wa kusikia unapomuitisha kufunga, lakini si mwepesi wa kusikia unapomwambia fungua. When you are doing that small sin, it is very easy for you. Walipokuja kikawaraba. Sasa ni wengine ni wagonjwa, wengine hata waamuki kwa kitanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kukupatia kazi alafu akunyime akili za hiyo kazi. Hawezi kukupatia kazi akunyime macho ya kujua ukijaribu kufanya kitu. Mimi hata ukijaribu kufanya hivi, hata kutaka kufikiria kufanya hivi, ninajua. Na nitakuja beleni kabla ufanye, nakuja hapo mara moja. Na unaona, ukiona nimepita hivi ujue kuna kitu huko nayo. Ni nini kinafanyikanga? When your heaven is closed, demons will attack and overcome you and the institutions and the territories. Demons will at will. Mapepo na nguvu za giza, they will at will. Zitakuja tu za kuattack, zitakushambulia. Mapepo yatakuvamia na yatashinda vita. Mapepo yatakuvamia, yatavamia kanisa kama hii na inakuwa imevamiwa. Watavamia nyumba yenu, kwenu, kwa familia. Ndoa yako itavamiwa. Because the power to call, hiyo neema na nguvu ya kuitisha moto wa kupigana na hizi mademon, mlango ushafungwa.
Angalia mtu anaitwa Jakobo. Jakobo wakati walimdanganya brother yake, wakachukua baraka ya brother yake, yeye shida zilimwanza hapo na akatoroka, akakuwa na uoga, maana aliona brother yake ni kama atafanya nini, atakuja kumuua. Akatoroka. Wakati alitoroka, alienda kwa uncle Laban, akaishi kwa Laban, akafanya kazi miaka 7 kwa sababu ya msichana anaitwa nani, Rachel. Akafanya kazi for 7 years. Surely, hebu niambie, for 7 years ufanye kazi na ukose kujua sheria za mahali hapo. It is very difficult. Because he was working kwa huyu msichana ndiye amuoe, lakini hakupata ufunuo. Hawezi kuoa huyu msichana kabla wa kwanza hajaenda. Lakini kwa miaka 7 alikaa huko bila kujua kuna kuwaga na hiyo sheria. Haleluya. Kwa sababu kule juu bingu imefungwa ya mawazo. Ndio unakuta unajiuliza, hii maneno yote ikifanyika, where was I? Ni nini ilikuwa? Ni nini ilifanyika mpaka nikakosa kuona? Hii ndoa yangu nigwe kinya hahari, nigwe mudhuri wako afike kuoa na awazae watoto 3. Ni nini ambayo ilifanyika nikakosa kujua? Kwani nilikuwa dunia gani? Ukiona umefika hiyo situation ya maneno ilifanyika na hata mpaka saa hii ujui hii kitu kilifanyikaje, ni kwa sababu bingu ilifungwa. You don't have any information. Bingu ikifungwa, ni malaika wote ambao wanafaa kushughulikia kukusaidia wote wamefungwa. Wameambiwa stop, don't attend to this. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika wale wa kuleta information, Gabriel anaambiwa don't attend to this. Malaika wale wanaleta chakula wanaambiwa don't attend to this. Malaika wale wanaleta uponyaji wanaambiwa don't attend to this. Why? Because the heavens imeambiwa huyu mtu ni suspect. Kule biguni ukijulikana wewe ni suspect, unachughulikiwa na hote. Na huku unajua the principle of the kingdom ni kwamba whatever that is happening, the other side they know. So wakijua bigu yako imefugwa, what they know now, it is our time now to attack, because nobody will help this man, because your doors are closed. Tuangalie kitabu cha Hosea 9. Hosea 9 kutoka mstari wa 9 nasema, they have deeply corrupted themselves as in the days of Gibeah. He will remember their iniquity, he will punish their sins. Yani wao walijiingiza kwenye mateso. Ni Hosea 9 mstari wa 9. Walijiingiza kwenye hali ambayo ni ovu, ni mbaya. They are deeply corrupted. Hawa kama hasa hao unaona kwa serikali, they are deeply corrupted. Hao unaona kanisani, they are deeply corrupted. Hao unaona kwenye familia. Until now, as in the days of Gibeah. What happened during the days of Gibeah? They corrupted themselves. They moved away from God. Waliondoka kwenye mikono ya Mungu. Na walipoondoka kwenye mkono wa Mungu, Mungu atayakumbuka makosa yao. Wakati wewe unaondoka, ninyi mumezama katika uovu kama ilivyokuwa kule Gibeah. Mungu atayakumbuka makosa yao na kuadhibu kwa dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. When your heavens are closed, what is remembered ni dhambi zako, makosa za zamani, vitu ulifanya. Ndio nawaambia, mnapoanza safari hii, tushughulikie foundations, family foundation, generational curses. Dhambi zilitendeka zamani na wababa yako na guka yako na shosho yako. Hiyo dhambi inaweza kukumbukwa wakati bigu yako itafugwa. Haleluya. Venye walishughulikiwa siku hiyo, mtashughulikiwa sasa, kwa sababu ni dhambi imefanya nini? Imekumbukwa. Ni kwa sababu wewe mwenyewe umefanya dhambi, umeingia kwenye mambo ambayo sio mazuri. Kwa hivyo hiyo dhambi unafanya inakufungulishiaga mlango ingine ya zamani ya miaka 400. Una imagine? Ya miaka 400 ndio inakuwa. Sasa unakuta unapigwa na vita. Ndio tukifanya deliverance, unafanya mama kama huyu analala hapa, unamwambia wewe ni nani? Anasema mimi ni shosho yake. Shosho mgani? Shosho wa shosho. Ukihesabu huyo shosho wa shosho, unapata wako 400 years. Unakumbuka huyu amekuwa akikusubua hapa, amekusubua wewe ni bwana, sasa wewe ni mke wangu. Ananisubua. Kumbe si yeye.
Kumbe nilioa kashosho ka miaka 400 ndio kananisumbua. Maana sasa nikiingia kwa nyumba ananifanya madharau, kwenda anaonaga mimi ni mjinga, sina akili, anaonaga mimi ni kama kehe, anaonaga mimi ni kama mtu ambaye hajielewi. Si yeye, ni yule shosho, maana ni mzee, anaonaga mimi ni kijana. Sasa hata nikimuuliza namna gani maneno yetu, anakwambia wewe jeherio limo takatakeno. Niki tone shosho mukuru amezeeka. Ndani aliye ndani yake, the spirit ambayo iko ndani yake ni ya nyanya. Ndio nakwambia tufanye deliverance, and deliverance is not a one day process. It is a process, a long time process. Deliverance is not one off event. It is a process. It can even take you 10 years. It can even take you 20 years. Hawa wahubiri wengi unaona wakubwa Kenya hii, hata sasa wanafanyiwa deliverance. Hata sasa. Hata baba yangu ya kiroho bado hata sasa, uliona alitachiwa pale akaanguka. Sasa si mnasemanga mtu akianguka ako na demon? Kila mtu kuna jambo mimi naweza kufanya kwa ukubwa sana. Mimi mwenyewe kuna kitu nafanya hapa mnashangaa, lakini nikifika kona ingine ninanyamazishwa. Kadimo nikakale kanasimama kanakuuliza, umemalizana na hapo? Huku hatuna haja na wewe, sasa kuja kwa field yetu. Kumbe kuna field bado sijakilia, mpaka nikilie hiyo field ndio niende kule kwingine. Unasikia ni dhambi za zamani kule Gibea ndizo zimekumbukwa na wameekelewa hapa. Verse 10 inasema, like grapes in the wilderness I found Israel, like the first fruit of the fig tree in this first season I saw your fathers, but they came to Baal Opea. Umeona kama Israel ilivyokuwa, nikawaona baba zenu. Na nilipoona baba zenu, ni nini niliona? Niliona wakiabudu miungu. Kwa hivyo ni failo ya zamani imefurutwa. Kumbe ile imekuvukia maisha ni failo ya zamani. Kama nilivyofungua macho nikaangalia hivi, nikaona kama ni nini? Ni mkuyu. Nilipoangalia vizuri nikaona ni baba zenu. Mwenyezi Mungu asema, nilipowakuta Israeli walikuwa kama zabibu jangwani. Hello. Nilipowaona wazee wenu walikuwa bora kama tini za kwanza. Then they were good. Lakini mara walipofika hapo Baal Peori, walijiweka wakufu kuabudu chukizo za nani? Za Baal. Yaani Mungu anaangalia historia gapi? Anasema historia ya kwanza, Mwenyezi Mungu asema hivi, nilipowakuta Waisraeli walikuwa kama zabibu jangwani. Una imagine zabibu ikiwa jangwani venye inakuwa msuri. Nilipowaona wazee wenu walikuwa bora kama tini za kwanza. Yani they were beautiful, they were good. Walikuwa watu wasafi, walikuwa watu wazuri sana, they were good those days. Lakini mara walipofika huko, kwa hivyo kuna situation unaweza, kuna itora, kuna mahali unaweza enda, kuna kijiji unaweza enda, kuna town unaweza enda, kuna mji unaweza enda ukubadilishe. Maana hawa watu kule walikuwa wazuri, walipoingia Baal Peori walijiweka wakfu kuabudu chukizo za Baal. Wakawa chukizo kama hicho walichokipenda. Wakakuwa chukizo kama kile ambacho walifanya nini? Walikuwa wanakipenda. Wamegeuzwa na watu? Hapana. Wamegeuzwa na eneo. Na ndio nakwambiaga, eneo lolote ukienda, angalia ni madhabahu gani inatawala hapo. Eneo lolote. Na ndio naona wazee wale kina Abrahamu, kina Isaka, kina Yakobo, mahali popote walienda, waliinua madhabahu. Tukitoka hapa tuende Meru, inua madhabahu. Tukitoka hapa tuende Nanyuki, inua madhabahu. Tukienda, kwa sababu lazima unyamazishe madhabahu ya huko, ndio madhabahu yako yaendelee kukua. Lakini ukiingia mahali ukose kunyamazisha madhabahu ya mahali pale umeenda, hakuna mahali utaenda, maana ile madhabahu iko huko itakunyamazisha wewe na itakumeza. Hawa walienda wakamezwa na mapepo ya Baal Peori.
naye baba yake Gideoni anaitwa Joas. Walisaidiwa na Mungu, wakashinda vita, wakashinda Wameleku, wakashinda Waamoni, wakashinda Wagirigasha, wakashinda wote vita, wakashinda mataifa 7 kualiko. Lakini walipofika kule, walifika kwa Wameleku na kwa watu wa kusini, walipaka pale chini, waligeuza. Joasi alikubaliana na wazee wa Ameleku, akajenga kanisa ya Baal, na kutoka hapo wakamwondokea Mungu aliyewasaidia na wakaanza kuabudu Mungu mwingine. Sasa hayo machukizo ndio Mungu hukumbuka, ndiye anakufungulia failo nayo. Sasa unaona wewe ni wajuzi tu, ni wa 1980, lakini ile failo inakushughulikia ni ya 1880. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio ilisababisha bigu yako kufungwa. Hiyo ndio ilisababisha milango yako yote. That is why you are struggling. You are not struggling because of an offense you did. You are not struggling because of a sin that you did. Unateseka kwa sababu ya dhambi ya zamani, dhambi iliyotendwa na wakaabudu Baal Peori, ambayo ni chukizo kama kile kitu wanakiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. So verse 10 inasema namna gani? 11, Ephraim glory shall fly away like a bird. The glory of Ephraim shall fly away. Fahari ya Efraimu itatoweka kama ndege, watoto hawatazaliwa tena. Hiyo sasa ndio repercussion. Your glory flies away. Neema yako inapotea. Watu wakikuona unakaa mtu mkavu, mtu ambaye hana neema, hana mafuta. Namba 2, glory ikipotea, watoto hawazaliwi tena. Hallelujah. Hiyo ndio repercussions. That when you are operating in a closed heaven, watoto hawazaliwi. Maana kumaanisha hata biashara hazitazaliwa, hata makanisa hayatazaliwa, hata ndoa hazitazaliwa. Maana kumefungwa, bingu ikafungwa, watoto hawatazaliwa tena. Na ndio unakuta kuna shida mingi miongoni mwetu. We are not giving birth to anything. May it be marriages, may it be children, may it be business, at work no promotion, there is nothing that is happening. Alafu na maingine inasema hawatakuwa na watoto wa kuzaliwa, wala hawatakuwa na kuchukuliwa mimba. Miscarriages of ministries, miscarriages of our life ni kwa sababu ya bigu imefungwa. There is no supporting effort. When the heavens are closed, there is no support to support what you are doing. Because anything that you do, chochote ambacho unakifanya kinahitaji kusapotiwa. Alafu 12 inasema, even if they bring up children, I will bereave them till none is left. Hata kama wakilea watoto, yes, umezaliwa, kameruka, kametoka, hata kama wakilea watoto, sitamwachia hai hata mmoja wao. Bigu imefungwa. Hata ukifungua biashara, yes, umekoroga mwanaume amekuwekea biashara, ukimkoroga na uweke biashara haitafaulu. Ukikoroga mzae mtoto, hautafaulu. Mtoto hule hata kama wakilea watoto, sitawaacha hai hata mmoja wao. Ole wao nitakapo waacha peke yao. So when your heavens is closed, you are alone. Uko peke yako, natembea kwenye jangwa. Nobody is there to give you a hand. Hata pastor wako will never be able to give you a hand. Hata mchungaji, hata mama yako, baba yako, watu wa karibu na wewe hawatakuwa hapo kukupatia mkono wa kukusaidia, because you are operating on a closed heaven. When as I have seen was like a young palm planted in the meadow, but Ephraim must lead his children out to slaughter. Kama nilivyokwisha ona hapo kwanza, Ephraim alikuwa kama mtende. Unajua mtende ni gani? Una bahati kama mtende, mchanga penye konde zuri. Lakini sasa Ephraim itamlazimu kuwapeleka watoto wake wakafanywe nini? Wakauawe. Hallelujah. Kwa sababu the heavens are closed. That is why you find yourself in the heavens, ambao itakubidi
upeleke watoto wako kichinjio. Itakubidi upeleke watoto wako Saudi Arabia waende wakauliwe. Itakubidi uwapeleke watoto wako Qatar waende wakauliwe huko na Waarabu. Itakubidi uwapeleke mtoto wako mlipie ndege aende Canada, akose mali ya kulala, akae kwenye baridi akufe. Itakubidi utume mtoto wako Nairobi akuje Dadora ashikane na watoto wale wengine, aitwa mwizi. Wewe mwenyewe ndio ulimpatia fare, wewe mwenyewe ndio ulipatia mtoto wako akaenda Saudi Arabia, wewe mwenyewe hata ulihogana ndio apate passport, ndio aende kichijio haraka. Ulipoona passport hikuji haraka, ukahogana ndio itoke haraka, maana siku ya kichijio imefika na umeambiwa utapeleka watoto wako wapi? Kwa kichijio, wakakufe. Kwa sababu bikufanya nini? Hauna macho ya kuona, hauna uwezo wa kuona mambo ambayo yanafanyika katika ule ulimwengu mwingine. Maana when your heaven is open, you are able to see, you are able to notice. Imagine Jacobo anakaa miaka 7 akigojea demu, na hii demu hakuna hata malaika anakuja kumwambia hatiri wira uyo ungeno kaba guthi. Hallelujah. Nobody opened his eyes. Hakuna mtu alimuonyesha, hakuna malaika. There was no messenger, the angel of message to give him, kumwambia niko kohiana. Alipofika miaka ya 7 kutaka kuoa, nini ilifanyika? Mzee akamuita akamwambia, kuja kijana, wewe kichwa yako inafanya mzuri kweli, unajua sheria za huko? Acha ndio sheria za kusikiliza mtoto wa kwanza lazima aende, ndio wa pili aende. So kama unataka kuoa huyu, hata huyu utaoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka nani? Kuoa huyu mpaka huyu. Hiyo neema, maana Jacobo ni mtoto alizaliwa kama amebarikiwa. Hiyo neema ya kujua hivyo ilimkosa kwa nini? Hiyo neema ya wewe kwenda kufungua kazi mahali ulienda kufungua na ukakosa message hata ndoto moja kuonyeshwa hiyo kazi yako itaaguka, hiyo neema ilienda wapi? Hiyo neema ya wewe unaenda kuanguka kwa shimo na hakuna hata kapanya kameruka mbele yako ukaruka hivi ndio uone shimo, hakuna. The world was silent. The heaven was completely shut and silent. No message ilitoka hata moja. Jacobo alirudi tena kufanya kazi miaka ingine 7. Hiyo ni miaka ngapi? 14. Aling'ang'ana bila kujua. Na alipotaka kutoka, amefanya hiyo 14 years. Alipotaka kutoka, alitoka immediately? Hakutoka. Alikaa miaka ingine 7. So he stayed 21 years because of this Leah. Ni Leah ama ni Rachel? Rachel. Alikaa 21 years because of Rachel. Eventually Rachel aliendea wapi? Eventually Rachel nini kilifanyika kwa Rachel? Nani alibeba kimkebe? Si ni Rachel. Na Rachel akakufa. Hallelujah. You have worked for 21 years. Where was that angel that gives you information? Where was that angel that helps you to know, to detect these things? It is because the heaven was closed. Kwa sababu ya ile kitendo walitenda na mama yake, ndio alikuja. As he was coming back, he was still a worried man. Mpaka akafika mahali akafikiria, ni kama tukienda huko sitapigana vita. He had to send people. Hallelujah. So sometimes there are things that would happen to you, mpaka watu wanakushangaa, Arisi, na si uliokoka, na tunakuonanga kanisa. No, this cannot happen. Hakinya hata yaginya hau. Yani huku feel ati bwana yako ameoa watoto, ameoa mwanamke, na huyu mwanamke sasa ako na watoto 3 na ni watoto wazima, na anakujaga na kitoto kimoja, na haujawahi kusense. Amejegewa mpaka nyumba na malisiti zinakuaga hapo kwa nyumba, na haujawahi kusense. Hallelujah. Na unakuja unapata risiti ya shule, Kamago Primary School, boarding is primary school. Na ufanye calculation ujiulize, hii marisiti na kuna mtoto yangu anasoma kwa hii shule, hii marisiti ni ya nini? The flags will be there. The red flags will be there, but you will not be able to notice anything. Unaachwa tu hivyo. Hauelewi na haujielewi. Unakaa kwenye upumbavu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na that is why, because the heavens zimefungwa. Milango, dirisha zote. There is no information coming to you.
You are suffering no, because kuna kafairo kalitolewa. 2014. Give them, oh Lord, what will you say give? Give them a miscarrying womb and a dry breast. Unasikia hiyo maneno? Ati uadhibu. Hao watu bingu yao imefugwa, wanaadhibika. Uadhibu watu hawa, Mwenyezi Mungu. Lakini utawaadhibu namna gani? Baka kulikuwa na discussion. Mwenye bingu yake imefugwa, kuna discussion venye ataadhibiwa. There is a discussion. Uko ligwatia. Nigetha uigue uligwa hariaho. Kama nyinyi wao nikiangalia sura zenu naona mtu umeona watu wamegogwa vizuri. Kama Roda hapa naona amegogwa. Acha nikwambie venye wali discuss. Uadhibu watu hawa, Mwenyezi Mungu. Lakini utawaadhibu namna gani? Uwafanye wanawake wao kuwa tasa. Hallelujah. It is a reasoning how you are going to be punished. Are you getting me? It is a reasoning how you are going to be punished. So the punishment ambayo unapitia ilikaliwa chini, ikazungumuziwa na ikapelekewa. Uadhibu namna gani? Uwafanye wanawake wao kuwa tasa. Uwafanye wakose maziwa ya kunyonyesha watoto wao. Meaning you are not productive. Whatever you do, whatever you go, you are not productive. Umejaribu kufanya kazi yote, there is no productivity. Nyonyo zikikosa chakula ya mtoto, you have suffocated the child. You kill the child. If your business does not have a blessing, if a ministry like this one does not have a blessing, if whatever you are doing haina baraka, it will at the end of the day be suffocated. And the suffocation inafanyika kwa nini? It is a predetermined decision. Mungu aliambiwa venye atakufinya. Kwa sababu bigu imefugwa. Hakuna mahali utakibia kwenda kuomba. Every evil of theirs is in Gilgal. There I began to hate them because of the wickedness of their deeds. I will drive them out of my house. I will love them no more, and their princes are rebels. Mwenyezi Mungu asema hivi, uovu wao wote ulianzia kule Gilgal. Kwa hivyo uovu wako haukuanzia hiyo kijiji unakaa. Uovu yako haikuanzia hapo huyo mwanaume mko na yeye. Uovu yako haikuanzia hiyo kanisa huko sasa. Uovu yako haikuanzia mahali huko. Hapana. These things started from far. Uovu wao wote ulianzia Gilgal. Huko ndiko nilipoanza kuwachukia nani? Mungu. Kwa sababu ya uovu wa matendo yao nitawafukuza. Sitawapenda tena. Viongozi wao wote watakuwa waasi. Si mnaona sasa? Mtu anasema I was prayed into. Sasa huyu prayed into. Watakuwa wabaya, watakigeuka. Viongozi, they will be rebels against you. Why? Because they know there is nowhere you can run to. Bigu yako imefugwa. Inasema namna gani? Sitawapenda. Yani he is saying so God that he will never love you again. Verse 16. Watu wa Efraimu wamepigwa, wamekuwa kama mti wenye mizizi mikavu. Hawatazaa watoto wowote, hata kama wakizaa watoto nitawaua watoto wao wawapendao. Yani unakuwa kama mti nani? Mkavu. You are a dry tree. That is why you are not productive. You are a dry tree. That is when even if you are given a leadership, unakupatia leadership hapa, but you cannot perform. What you can only do ni kutoroka. 2017. My God will reject them. Sema amen. My God will reject them because they have not listened him. They shall be wandering among nations. Why? Are you wandering in the real nations? Because you are God. You never listened to your God. That is why the heavens shut. God gave you a message, you refuse to hear. That is why your heaven will be shut until uinue miguu yako uende mahali unatakikana. Hallelujah. That is the cause of the closed heavens.
you to refuse to hear heavens, you to refuse to hear what God has instructed you to do, you to refuse to do what is the will of God. You who has umepiga mtu kanisani hapa, ametoka kwa sababu yako, kwa sababu ulimwendea kichini chini, ulimwendea kwa maombi, ukaekelea sadaka zako hapa, ukapigana naye mpaka ameshindwa kukaa hapa, ameenda. Your heaven will be closed. Ezekiel 16, mwambie nani? Jerusalemu, mambo yake yaliyo chukizo. Eneo ulilozaliwa, hilo eneo huko linaitwa Canaan. Canaan ni aliyelaaniwa. Eneo nimelifunga. It means you are not blessed, not because you have done anything wrong, but because umekalia shamba iliyolaaniwa. Because umeingia Nairobi na Nairobi kwako imelaaniwa. Unajua mji haulaaniwi kwa watu wote. Nairobi inaweza kulaaniwa yako, Nairobi yako. Ukiingia Nairobi inakukataa, maana oni kwako imelaaniwa, lakini kwa huyu imekubalika, haijalaaniwa. Umeelewa? Kwa sababu ninaweza kuoa wewe tukose watoto, na uko sawa na mimi niko sawa, nioe huyu, hata before niende kwake unaona katubo kameruka huko. Wewe kwako kuna laana ambayo imetuzuia, lakini kwangu na huyu laana haijatuzuia. Ninaweza kwenda nikue sikubaliwi kukaa Nairobi. Kama sikubaliwi kukaa Nairobi, hiyo already ni laana yangu ya kunikataza kukaa Nairobi. Lakini nimeambiwa niende Mombasa. Nikikaa Nairobi milango yangu hakuna hata moja, hakuna biashara hata moja itafaulu. Lakini nikitoka hapa, nikitoka Nairobi after 3 months utaona katubo kamefika huko, mpaka najukunia huko. Nikikuja nakuja na kirejirova, automatically akili za watu wataanza kusema ni devil worshiper, aliabudu shetani. Hawajui Mungu anajua kubariki. Neno la Mwenyezi Mungu lilinijia likafanya nini? Wewe mtu ujulishe mji wa Yerusalemu machukizo yake. Kwa hivyo mji una machukizo. Mji uko na machukizo yake. And that's why mahali popote unaenda, takaza mahali pale. Ukiangalia Biblia kote Musa alienda, aliinua madhabahu. Kote Yakobo alienda, alifanya madhabahu. Kote Isaka, wote mahali popote wana wa Israeli walienda, waliinua madhabahu, maana hawakujua historia ya mahali pale.